Amukira nkethi ciakwa muraithirio Meru Tv nkugwate ugeni kiri mubango jo ntuku ya narua iria ni aramisi ya ntariki 7 cia mweri jo 3 mwakene jo 2024 kiri mubango jo ntuku ya narua kiri turingeme nara tugwatanirite na mugeni wa ntuku ya narua wijikene Jan Benjamin Musira Mugo urokomba kwithirwa agituritana mantu jakonie arimi jaja ni mataro kana mrwariro na ruo ruri arire mantu jakonie arimi na mono tukibatara gora babati kutha bagitumagira miunda yao mantu na jangro forestry na ratugaga munda ni nombe kwithirwa kiandaga miti ukirithagia ndeithia na ukirimaga kagita konthe o ungeni nto bibibio bithatu bigeta na iria o rimwe na tukomba kwithirwa tukiariria mantu ja maingi jakonie urimi na muraithirio Meru TV ugwetete na mbere na guturaithiria nombe kuthoge tutumaira SMS gukurukira namba ira cirikire screen yaku na mantu jakomba kwithirwa jagetaga na mbere bubaga na mbere mambere tutana mbere na mubango jo ntuku ya narua mpombe kwithirwa ngi ajaga kanya mugeni wa ntuku ya narua mbe kuthage gukethagia gumuraithirio Meru TV kenda agakwira kira kiongoa akubangirite rukiriro narua. Karibu sana Benjamin, usalimie mtazamaji, umwambie wewe ni nani. Asante sana. Okay. Mimi naitwa Benjamin Musira Mugo. Nimekuja hapa kutoka kampuni ya Akili Group of Companies. Sisi tuna mpango ambao utafaidi wakulima hasa wakulima wa Meru County. Yes. Na Benjamin, sasa kwa mkulima ambaye anatazama Meru TV kwa sasa, nataka kujua Akili wao ni nani? Yes. Hii mpango yenu mlianza lini? Yes. Na asoni nini chenye mnafanya kama Akili? Okay. Asante sana. Sisi kama Akili Group tunahusikana na uangalizi wa mazingira, mambo yanayohusu kuchunga mazingira yetu yasiharibike, hasa kwa mambo ya kupanda miti. Tuko na mipango mingi ambayo inasaidia katika mazingira. Nimetaja tu moja, kupanda miti. Kuna ingine kupunguza moshi kutoka kwa jiko. Tunapeana jiko ambazo ni zinazuia moshi. Tunapatia wakulima beehives, hizi miato ya njuki, hiyo ya kuweka nyuki ili kupata asali. Tuko na mipango ya kusaidia wakulima kujifunza ukulima wa kahawa na mambo mengine mengi. Lakini kile kimetuleta Meru, sisi tumekuja na program tunaita project tunaita Misitu Mount Kenya project. Hii project iko chini ya carbon credit financing. Tunashirikiana na wakulima ili hawa wakulima tuwapatie miti ya kupanda na sio kuwauzia. Yes. Thank you sana Benjamin. Na muraithirio Meru TV tututambira na mubango jojo imobango juranda kuwira okaire ni mataro kiri arimi na araba kuirwa bakomba kuthoba kieja kwa miti ya kowanda na batiumba kuthora bakire agua na ni miti ria bakomba kuthoba bakire ya matunda kuna mabukando kuna miti kathomba ngiriveria bakomba kuthoba kieja kinyangiriveria so miti yote mwanya na kethoro kieja na wakirishia 70 miti ya ngiriveria kana miti ongwa ya gutigira kwena rera riri aga kethoro kieja ogechunje ke 70 kuma kirigana na ya matunda yakomba kuthorwa kieja kwa gechunje ke 30 kuma kirigana. Benjamin, nimekuwa nawaambia kwamba mnapeana miti free na kuna ya matunda na bado kuna hii miti ingine ya ku make sure mazingira ni safi. Yes. Tunapeana miti ya matunda. Miti ya matunda tunapeana avocado, ile type ya has. Tunapeana pia mti wa mango, maembe. Tunapeana mti wa cashew nuts, ile inaitwa korosho. Na pia tunapeana mti wa makadamia ama ngandamia. Nafikiri ndivyo inaitwa kule kijijini. Ya kwamba hiyo miti ya matunda inaandamana vile vile na miti ya kienyeji. Miti ile tunasema sio ya matunda, ni ya kusaidia kutengeneza
mazingira. Na tunapea kila mkulima akiitisha miti 30 ya matunda, tunampatia 70 pia ya kienyeji. Kwa hivyo kulingana na ukubwa wa shamba ya mtu, tunaweza kuhesabu tukasema hii kiwango cha matunda tutapeana hii kiwango cha ile miti ya kienyeji. Na Benjamin, sasa kwa mkulima ambaye anataka miti saa hii ataipata wapi? Okay, kwa mkulima ambaye anataka miti saa hii, mimi mwenyewe ndio ninaongoza hiyo project hapa Meru. Nimekuwa hapa ili kushirikiana na county na pia kushirikiana na watu walio wahusika kamili wa hii kazi. Na mtu anaweza kunipigia simu. Unaweza wapea namba zako? Namba yangu ni ya Safaricom, ni 0797 922 905, yani 0797 922 905 au 0786 343 138 0786 343 138. Hiyo ni upande wa Airtel. Na Benjamin, tukiendelea na hii mpango, kuna hao wakulima labda mmetarget wakulima wangapi? Okay. Project hii ni ya miaka 26. Lakini kama vile project yoyote huwa ina mwanzo wake. Mwanzo wake tuna target wakulima 1000 ambao kwa sasa tunaona wakitoka area ya Imenti South, Igoji na yale miji iliyozunguka hapo. Imenti South, Igoji na ile imezunguka hapo. Baada ya the pilot phase ya wakulima 1000, tutakuwa sasa kufungulia kila mahali kwa county ili iende katika sub county zote 9. Kwa hivyo ni kama tuko na pilot project pale South Imenti na Igoji na parts za Tharaka kwa sababu ya cashew nuts. Lakini baada ya pilot phase ya wakulima 1000 kwanza kuona kama watu wa Meru watashika hii jambo ikiwa yao, sasa tutafungua kwa kwa sub county zote 9 za Meru na kila mahali tutafika. Yes. Na kabla ya kukuja hapa Meru County kuongea na farmers ndio mfanye project, ni county zingine gani mmeweza kufanya project? Tumekuwa tukifanya Akili Group of Companies imekuwa ikifanya kazi katika county zingine 5 mpaka wakati huu. Kule Narok kuna mpango wa Entoma Sidai, inasaidia wakulima wa Narok wa ng'ombe na mifugo kupanda nyasi ili wakati wa kiangazi mifugo yao isiumie au isife. Kule Murang'a na Nyeri pia kuko na mipango ya jiko za kupunguza moshi, kuko na mipango ya upandaji wa miti. Ukija Kirinyaga pia Kirinyaga kuna mipango ya upandaji wa miti, kuna mipango ya value addition ya zile product zinatoka kwa wakulima. Kwa hivyo tuko kaunti kadhaa hapa Kenya na tunaendelea sasa. Tuko Meru na mpango wa misitu Mount Kenya. Na Benjamin, labda kuna mkulima anatuangalia saa hii anauliza ni nini aso anapaswa afanye ndio qualify kwa hii mpango ya misitu Kenya. Asante kwa hiyo swali. Kwa sababu ni kweli kila mtu lazima ajiulize ni nini ninatakikana nifanye. Ikiwa wewe ni mkulima wa Meru County na hasa
hiyo area ya South Imenti, Igoji na Daraka, kile unahitajika tu ni uwe na shamba. Kwanza uwe na shamba. Pili, uwe memba wa kikundi. Uwe memba wa kikundi ambacho kimesajiliwa. Kwa hivyo iwe ni self help group, iwe ni CBO, iwe ni CFA, bora wewe ni memba wa group. Kwa sababu tunafanya kazi na wakulima walio ndani ya groups. Alafu uwe na shamba kama vile nimetaja, inaweza kupandwa miti. Uwe na hilo shamba, ili kuonyesha ni lako, ni lazima liwe limesajiliwa na jina lako. Kwa hivyo uko na title deed. Title deed ni very important. Ili tukikupatia huu mpango, tukikupa miti ya kupanda, kwa miaka hiyo project itakuwa ikiendelea, hatutakuwa tumepatia mtu ambaye leo yuko, kesho hayuko. Kwa hivyo mwenye title deed ana qualify. Pia uwe ni Mkenya, kwa hivyo uko na kitambulisho cha Kenya. Kwa hivyo kile nitakuja nikitaka kuona ni title deed, ID, shamba, na uwe member wa group. Na uwe na hiyo hali au nia ya kupanda miti. Yes. Apart from kuwa na shamba, title deed, ni kuna kitu kingine inahitajika ama kutoka hapo ni kumpea miti direct? Kutoka hapo sasa tutatengeneza ile tunaita farmer agreement. Tutachukua details za huyu farmer. Kwa mfano tutapiga picha ile photocopy ya ID yake, na ile agreement, na pia picha ya ile title, ili tuweke ikiwa record. Hatutatumia hizo vitu kwa njia nyingine. Sisi tutaweka ikiwa record ya kwamba tulikupatia hii miti, wewe ulijoin project, na kwa hivyo tunaweza kuja kuona ile miti inaendeleaje wakati wowote. Yes. Na Benjamin, labda kuna mkulima mwingine anasema yeye amesikia kuna avocado, lakini yeye hapendi sana kuingia na hiyo kulima avocado, anasikia ni makandamia, so anaweza chukua miti ya makandamia bila kuchukua ya avocado. Ni kweli kuna mtu ambaye hana haja na kama vile umesema avocado, lakini angependa maembe, angependa makadamia, angependa miti ya kienyeji bila matunda. Sisi tuna kusikiza wewe mkulima. Tuko tayari kufanya kazi na wewe. Tuko tayari kukuelewa. Tuko tayari kufikishia matazamio yako. Kwa hivyo kile unataka ukituambia tutakushughulikia. Na Benjamin, hii mpango yenu ama hii project yenu ya misitu Kenya, hii project, yes. Kuna labda misitu Mount Kenya. Misitu Mount Kenya. Yes. Nani ana funds, who finances the project? Yeah. Kila jambo katika hii dunia huwa inahitaji pesa. So akili inafanya kazi na investor katika mpango huo wote wa carbon credit financing. Kwa hivyo yule investor ana pre-finance, anatoa pesa ili akili iweze kupatia mkulima miti, na yule mkulima naye apande na achunge ile miti, na wao investor wanapokea pesa kutoka kwa carbon credit organizations za huko majuu. Kwa hivyo kwetu sisi tumepewa uwezo wa kupatia mkulima miti, na ile miti ni ile ya kumsaidia. Kwa hivyo ndio sababu hatuwalipishi. Yes. Thank you Benjamin. Muraithiria wa Meru TV twetete na mbere na mubango jwetu na aratukutara arimi kumba kuthora baki urua baitongane na moja agroforestry kuthora bakiri maga bakiri thagi na kinya okagite no kau baki andaga miti na twetete mbere makuthora tukigwatangira na Benjamin Musila Mugo uria ni lead field coordinator wa misitu Mount Kenya project area ni majakonia agroforestry project ni majareba kwenda kuthora kiandaga miti ukiri thagi no kirimaga at the same time kana okagito kau na nkuruki twetete na rwariro tunande twenda kuthora tukimenyaga benefit kana
imbio ikaumania murimi imbia akagunekana nyuma ya kuhanda miteje na kinya kambuni ije ya KIRI Group ikomba kwethorwa kigunekaga. Benjamin, Yes. after mkulima sasa amepanda miti ya matunda na hii miti ingine ya kufanya mazingira ikuwe sawa, ana benefit aje, na nyinyi mkiwa kama akili mna benefit aje? Okay. Mkulima kwa sababu huyo ndio our main focus saa hii, wacha niongee anafaidika vipi. Mkulima kwanza yeye mwenyewe anasaidia kutengeneza mazingira. Kwa sababu tunajua mazingira yameharibika. Kuna umomonyoko wa udongo, kuna uharibifu wa hewa. Kwa hivyo mkulima kwanza anafaidika na kusaidia mazingira yaliyo karibu na yeye yawe mazuri. Number 2, akipanda ile miti, tuseme miti ya matunda. Hiyo miti inampa matunda. Matunda ni yake. Sisi hatutachukua matunda yake. Ukipanda hasa avocado, hiyo hasa avocado ni yako. Ukipanda maembe, maembe ni yako. Ukipanda macadamia, macadamia ni yako. Ukipanda cashew nut ama korosho, korosho ni zako. Hiyo ni number 1. Number 2, yule mkulima ambaye ako kwa kikundi na ameingia kwa project, ana qualify kupata vitu vingine kutoka kwa KIRI Group. Number 1, ikiwa angetaka kuweka nyuki, sisi tutamsaidia kupata mzinga wa nyuki. Mzinga wa nyuki, mwato wa njuki. Tutamsaidia na kupata. Number 2, pia tutamfundisha jinsi ya kufanya ukulima. Kwa mfano ni mkulima wa kahawa. Anahitaji kufundishwa vile atalima hiyo kahawa yake. Kwa sababu yeye ni mkulima wetu wa miti, pia tutaleta expert wa kahawa ama expert wa kile mkulima analima, wapewe ile tunaita agronomy training. Kufundishwa jinsi ya kulima kile mkulima analima. Number 3, yule mkulima atasaidiwa kupata soko za mazao yake. Inaitwa market linkages. Number 4, tunamsaidia kupitia kwa kikundi apate mikopo kutoka kwa sako inaitwa Akili Development Sako. Kwa hivyo anaweza kuwa kwa sako ingine, lakini akiwa member wa project, akiingia kwa Akili Development Sako, ana qualify kama individual ndani ya group kupata mkopo. Pia yule mkulima anasaidia, kuna community benefits. Kwa mfano hii project tuseme iko mahali panaitwa Mitunguu. Community ya Mitunguu inafaidika na community project. For example, anaweza sema kwa ile pesa yetu, kwa sababu pesa ikitoka kwa investor inagawa kwa akili, inagawa kwa community, na inagawa kuna portion inaenda kwa ile kufacilitate hiyo kazi ifanyike. So yule mkulima anaweza, wale wakulima wako kwa project wanaweza kusema sisi hapa hatuna maji. Akili Group kwa sababu tuliingia kwa project, si mtusaidie kuchimba kisima ya maji, ama mtusaidie na scholarship za kusomesha watoto maskini walio katikati yetu, au mtusaidie na community project ingine. Kwa hivyo sisi tuko pale, tutafanya kazi na wakulima. Nimesema hii project ni ya miaka 26. Kwa hivyo tuko hapa. Tuko hapa, hatuendi. Tuko hapa na wakulima watafaidika kwa hiyo muda wote. Benjamin, labda kuna mkulima mwingine anasema ya kwamba sawa, amepokea matunda, amepokea hii miti, lakini kwa muda wa mwaka 1.5 hivyo ile matunda imeanza kushikwa na wadudu
na ile miti aswa ijaenda vile alikuwa ametumai, so hajapata the benefit of the fruits zenye alikuwa na. Kama nyinyi akili akitaka kuchukua miti ingine kuna nafasi? Okay, nimesema tunafanya kazi na mkulima. Jambo linaweza likatokea, kwa mfano mti umekauka kwa hali ambayo si huyu mkulima alifanya. Unajua mambo ni mengi. Pale tutasikiza mkulima na tutajua ni mti gani imekauka ili tumsaidie kureplace. Kwa sababu haja yetu ni miti ile umepewa ikusaidie mpaka uone faida ya kuwa na hiyo miti. Kwa hivyo sisi tunafuata ikiwa mti umekauka, ikiwa mti haukufanya vizuri, sisi unajua miaka 26 ukiwa na watu ni mingi. Ni ukihesabu kutoka 2024 mpaka miaka 26 ni huko 2050 kitu. Kwa hivyo tutakuwa hapa, hatuwezi kuruhusu mkulima aumie, na tumeweka miti kwa store. Kwa hivyo kwa jambo kama hilo ndio namba yangu ya simu, pamoja na wale maofisa tunafanya na wao kazi, tukijua tunashughulikia. Alafu Benjamin, hii miti nyinyi kama kikundi cha akili mnapeana, ni miti ambayo imestahimili ile kiwango inatakikana? Sababu kuna mtu anasema, unajua hata ukisikia kama kuna as avocado, kuna ile as fake na kuna ile as yenyewe inakuwa sawa kwa mchanga ya Meru. Yes. So kuna mtu labda anajiambia miti yenu mko nayo ni miti ya kukuja kuniharibia shamba yangu, kuipea, ama ni miti ambayo itakuwa sawa kwa hii kaunti ya Meru? Okay. Miti yetu kama vile nimetaja, katika kampuni tuko na wale wamesomea mambo ya ukulima. Tunawaita agronomists. Tuko na experts wa kugraft miti. Hii ni kitu tumefanya. Kampuni ya KIRI imekuwa ikifanya kazi kwa miaka 26. Kwa hivyo tuko na experience. Tuko na watu, tuko na uwezo, tuko na masomo, tuko tayari kufanya kazi. Kwa hivyo tukikupatia mti, kama tukikwambia ni has avocado, ni has avocado. Kama tukikuambia ni embe la Kent, ama Tommy, ama Van Dyke, ni hivyo. Sababu si ati tunaanza, tumekuwa tukifanya hii na wakulima hawana shida mahali tuko. Yes. Na Benjamin, labda kuna watu wanataka najua wakati wa kupeana miti na wakati kampuni imekuja kuanzisha kitu mpya katika kaunti, watu wanataka kujua kama nyinyi ni watu wa ukweli ama you are the conman. Hivyo ndio wakulima wakiwe na trust, sababu watu wengi wamejikuta mikononi ya conman. Wakora wanawaambia sijui tutawapea miti, kutoka hapo wanawaitisha data, kutoka hapo wameanza sasa hata kuwaibia. So labda mtazamaji wa Meru TV angetaka kujua nyinyi kama Akili Group, nyinyi ni asoni watu wa kuaminika ama la sivyo? Tumefanya kazi kwa miaka 26. Kufanya kazi Kenya miaka 26. Hizo ni kampuni ambazo ziko registered. Serikali inatujua. Tumepeleka memorandum yetu kwa County Government of Meru. Hatuendi popote, ndio sababu tumekuja mchana. Ikiwa mtu angetaka kujua kama tuko registered, wale wanaingianga kwa mitandao, ama wakitaka kujua tunafanya kazi gani, ni rahisi. Ingia kwa mtandao, andika kwa ile search engine yako, andika Akili Group, utatupata pale. Utapata CEO wetu pale, utapata project zile zinaendelea, utapata ziko wapi, utaweza kucontact head office, utaweza kuongea na sisi, utaweza pia kuuliza maswali. Na mimi sidhani mtu anasema
haitishi pesa na atakupa mti wa kupanda, huyo mtu hawezi kuwa na kukona, kwa sababu ningesema ukitaka mti nipe shilingi 10. Mimi nimesema ukijiandikisha kwa project hatutakuitisha pesa. Nimesema hapa mchana sisi tunataka uwe member wa project na hiyo project iko hapa miaka 26. Tuko Meru County yote. Ni vile tumeanza na South Menti kwa sababu mahali pilot phase yetu inahitaji wakulima 1000. Sasa unaona Meru ni wakulima maelfu. Kwa hivyo 1000 tukasema wacha tuchague mahali tupate 1000. Tukipata 1000 to register the project na ikuwe financed for the whole county. Because ukiona tumesema Mount Kenya project itakuwa Meru, Embu, ikienda of course Tharaka Nithi na county zile ziko karibu. Kwa hivyo sio hizi county za Mount Kenya tutakuwa huko. So ni vile tumeona tuanze na watu wa Meru. Ni ile wanasemanga watu wa Meru tumefikiwa. Sasa sisi tumeona tuanze Meru tukisonga nje. Yes. Na kwa hizo county 5 ambazo mmekuwa na hii project, progress yao before ile siku mliingia kuambia mambo kama hii mmekuja na Meru na mpaka saa hii hizo county zimeendelea vipi na huyu mpango? County hakuna yenye nitajisifu niseme nitasema vile iko. Ningesema wale wanauliza enda Kirinyaga, enda Murang'a, enda Narok, enda Nyeri, enda Laikipia, kazi inaendelea vizuri. Hatujakuwa na kesi, hatujakuwa na problem. Tungekuwa nayo tungekuwa tumepelekwa kotini, si ndio? Ama tumeshikwa. Hatungekuwa tunakuja hapa kusema, tungekuwa tunafanya mambo chini chini huko. So hatujakuwa na shida. Mahali tulisema tunapeana majiko, tumepeana majiko. Mahali tunasema tunapeana miatu ya njoki, hiyo beehives, tumepeana na tunaendelea kupeana. Mahali tumesema tunasaidia Wamasai kupanda nyasi, hiyo ndio tunafanya. Na sasa mahali tunasema tunapeana miti, hiyo ndio tunafanya na ndio tutafanya Meru. Yes. Na kwa mambo na majiko, nani hao nani mtakupea majiko? Ni hao watu the same people wenye wanapanda miti ama wenye wameingia kwa KIRI group, ama mtapeana majiko na kategori gani? Okay. Jiko na beehive hii ya kuweka nyuki, mzinga wa nyuki, inapeanwa kwa member wa project. So sisi pia itakuwa free ama kuna kutoa kitu? Sisi siwe ni member wa project. Sasa katika ile project tunakufundisha kuweka hiyo mnyuki, alafu tunakupatia mzinga, alafu kutoka hapo hayo mambo mengine ya development tunafanya na wewe tukisonga mbele. Wakulima watapewa training. Kwa hivyo hakuna siku tutaanza project bila training. Kuita wakulima pamoja wa area fulani, tunawaita, tunawazungumzia, wanauliza maswali na sisi tunajibu, na pia tunakuwa na wakati wa kuwafundisha. Kama mtu ameamua kupanda mti kutoka mti moja mpaka mti mwingine, tunataka ufanye hivi. Hiyo mti uichunge na hii. Unajua ukipea watu tu miti ama mizinga ya nyuki ama majiko na hujawaambia chochote, hiyo training ni very important. So tutapeana training. Tutapeana training ili wakulima wetu wawe wanajua vile wanafanya ili wafaidike. Na Benjamin, umesema kutakuwa na training, na labda saa hii kuna wakulima ambao wanatutazama wakitaka kujua hiyo training itafanyika lini, na hiyo, na labda kuna farmer anasema
kwa hii 1000 recruit ambao mnataka anataka akue. So najua after tukimaliza hii mpango bado utaenda huko kutangamana na hao farmers. So hiyo training kwa mwenye anatazama saa hii mtaifanyia wapi? Ama mtawaeleza siku gani mtafanya? Ndio sababu nimepeana namba yangu. Mkulima ambaye angetaka kuwa part of the project na ana qualify. Tumesema yule ana qualify ako na shamba ambalo ni lake. Ako na title deed. Pia ako na kitambulisho. Wewe mkulima ambaye una qualify, piga hiyo namba. Piga hiyo namba. Nilisema ya Safaricom 0797 922 905 ama 0797 922 905. Alafu hiyo ingine ya Airtel ni 0786 343 138. Nitakuja au nitatuma maofisa wangu watakuja kwa shamba lako au mahali mnakutana kama kikundi. Kuna watu wanatuita kama kikundi. Wanatuambia sisi tunakutananga pale Mkwene kwa dispensary ama kwa ofisi ya chief ama kwa shule fulani ama mahali popote mnakutana. Tupigie simu tuje tuzungumze na wewe. Uwe tayari kujiandikisha. Ili tukija tunakufundisha na una join project. Kwa sababu haja yetu ni kufikisha wakulima 1000 kwa haraka iwezekanavyo. Kwa sababu unajua season ya Meru ya kupanda miti, season ya Meru ya kupanda miti ni October November. Hapo ndio tuko na ile mvua ya masika marefu. Kwa hivyo saa hii tunafanya registration ya farmers ili tuweze kuprepare ni miti gapi tunahitaji kuleta. Kwa sababu unajua hiyo inataka mipango. Kama ni hasa avocado 3000, kama ni maembe 5000, tunahitaji tupange na tujue itafikaje. Kwa hivyo wale wanaojiandikisha ni sasa wajiandikishe ndio wawe katika mpango na katika record, wawe wa kwanza kupokea miti hii, wawe pilot project. Alafu hao wengine tutaendelea huko mbele. Kwa hivyo wakati wa training, ni kujibu swali lako, wakati itafika wakati wa training, sisi tutakuwa na namba za kila yoyote aliye ndani ya project. Kupitia huduma ya ujumbe mfupi SMS, tutawajulisha nyinyi watu wa area fulani tunakutana na nyinyi mahali fulani. Nyinyi watu wa area fulani tunakutana na nyinyi mahali fulani. Kwa hivyo tutawapatia training karibu na mahali mnatoka. Kwa sababu tuko na record zenu na simu na majina. Na Benjamin, nyinyi kama Misitu Mount Kenya project mko mmeshirikiana na KIRI na bado sijasikia ukiniambia mambo yana ECOT ama ECOAT. Ni wale watu ambao wanafanya kazi na sisi kama stakeholder katika hii project. Hii project yoyote kubwa ambayo inahusu kaunti mzima inataka partners. Inataka watu wanaoshirikiana. Kwa kizungu unaweza sikia wanaitwa partners ama stakeholders. Kwa hivyo tuko na watu tunafanya kazi na wao. Wengine wanaitwa ECOACT na wengine wana majina tofauti. Kile cha maana kwa mkulima ni ati afikiwe ni kile tumesema. Right? Afikiwe na ile kitu nimesema hapa na ile tutamwambia akituita kwa kikundi. Partners wako na mtu ambaye ataangalia
mtandao wetu, partners wetu tumewaweka hapo, ni wengi. Kwa hivyo sisi tuko tayari, tuko na uwezo, tuko na nguvu, tuko na nafasi, tuko na nia ya kufanya kazi na wakulima wa Meru. Unajua mimi mwenyewe nimesomea Meru. Kwa hivyo Meru iko moyoni. Kwa hivyo wakati niliambiwa kuna project mpya, nikasema okay, tunaweza enda Embu, lakini kwanza wacha tuanze tukiwa Meru, alafu tusonge nje. Yes. Na Benjamin, sasa sababu umesema Meru mlipea special kipaumbele. Yeah. Na mnasema hii project itaenda mpaka 26 years. Yes. Na labda watu wakiona hii project ni mzuri na hiyo 26 years ishafika 2050 na watu wanataka kuendelea na hii mpango, watasema. Wakisema tutasikiza na tutajua. Wakubwa wetu watakuwa wakipata ripoti zetu kutoka kwa ground. Unajua kazi yoyote, mimi ni mtu wa field. Kuna wakubwa wangu mpaka kufika kwenye CEO mwenyewe. CEO anaitwa Haron Washira. Yeye ndiye CEO wa Akili Group. Kwa hivyo wanapata ripoti zetu. Kwa hivyo ile wakulima wanasema, sisi tunaandika ikiwa report, tunapeana juu. Kwa hivyo itafika mahali kile wakulima wanasema, wakubwa watajua, alafu tutawapatia the way forward. Lakini miaka 26 kwa sababu hatujamaliza, si kwanza tuanze na hiyo 26 tukisonga mbele. Yes. Na ni apart from hizi mambo tumekuwa tumesema ya kuna mambo na kupeana miti ya matunda na hii miti ingine, kuna mambo ya kupeana majiko, beehives. Yes. Ni plans zingine gani kama Akili Group mkiendelea mtakuwa mna think mnaona huyu mkulima wa Meru akipata kitu kama hii inaweza msaidia nini? Vitu zingine mmeweka kwa mafikira kama plans zenu za kuendelea mpaka kuattain hiyo miaka 26? Wakati niliongea na CEO wetu Bwana Haron Washira, amekuwa akitamani sana kupanua mpango wa value addition. Value addition. Nakumbuka akisema ya kwamba kutoka kwenye mzinga wa nyuki tunapata asali. Lakini pia kuna vitu zingine kadhaa, beeswax, propolis, kuna vitu zinatoka kwa ile asali ambazo pia hata hii inaitwa bee venom, ile sumu ya kuchomwa na nyuki huuzwa. Kwa hivyo kuna njia za kuichukua na kuitengeneza iwe kitu kinachoweza kuuzwa. Kwa hivyo ninajua kuna mipango na mikakati ya kusaidia mkulima zaidi. Lakini hiyo inakuja kwa wale watu ambao wako ndani ya project. Alafu vile tunaendelea ku roll out ama kupeana zaidi kwa wakulima wetu, mkulima anafaidika hapo. Yes. Thank you sana Benjamin. Moraithiria wa Meru TV tutetana mbere na mubango jwetu jwa turinge Meru kirora na Arua na aria tugutana mbere na gutara arimi tukiberaga kuri na kambuni ya misitu Mount Kenya project ilani ya Akili Group bara bakwenda kugwatana na arimi bakumaja kaunti ya Meru kiri kuthurania mbere ma arimi ngiri imwe bara bakomba kuthoba bakiba miti ya matunda na kinya miti jingi ya kuwanda iriongiriveri na kinya matunda ja mivukando maembe na kinya makadamia nikenda betana mbere na kuthoba kiandaga bakeja bakona mundajo waku ina taito ina mantiraja kubatara mundajo ijo waku kauma bakomba kuthoba kikuejaga miti iro komba kuthoba kiandaga ijara na nyumene ukomba kuthorwa ukirijaga mashiara ja miti u bakomba kuthoba kiejanaga na ni mubango jiratu titana mbere na juu na ingotikia Moraithiri wa Meru TV no tena na batu no kuthoba muntu bomoka na jarija kwa nia mubango juzo
na ni mantu kana ni kambuni rekwenda kwija kiri arimi na igua yomba kwithirwa kibatethagiria kiri gombuga wendaga miti ya avocado no timionaga akiri na ndebe kura bari na miti iji na bakomba kwithirwa bakithithia training ya bora ukomba kwithirwa kimekinyagira na kenda ukomba kwithirwa ukiagirithagia urimi bwaku bora ni bokina ndi bwa agroforestry ukomba kwithirwa ukirithagia ukirimaga na kinyo kiandaga miti at the same time kana ukagite na ukagita na ile manzo joja thatu o rimwe na Benjamin nimekuwa nikibrief mtazamaji kwa lugha ya Kimeru. Yes. Ile mambo ambayo yote tumeongea na sijui kama kuna kitu ambacho nimesahau ungetaka kuongezea kama akili. Ile ningesema ni hii, kuna mambo mazuri yamekuja. Na saa ingine tunaombanga Mungu atuletee mambo mazuri. Na yakija sisi tuyashike. Tuyakamate mapema. Kwa sababu kama sasa nimesema project inataka wakulima wa kuanzia 1,000. Unaona sub county yote wakulima 1,000 ni wachache. Kwa hivyo yule mkulima ambaye anataka kuwa part ya wale wa kwanza kufaidika, ni nafasi yake nzuri kuchukua simu yake, kutuandikia ujumbe mfupi kwa hizo namba ambazo tumeweka hapo, au kupiga simu. Inaweza kuwa ni mkulima peke yake au kikundi cha wakulima wanaosema tungetaka kuwa katika mpango huu, ili wale 1,000 wakihesabiwa sisi tuwe ndani, kwa sababu hatujui ya kesho. Tukishapata wale 1,000 unaweza pata tumewapatia miti, tumeanza na wao, wale wengine pengine watangoja kidogo. Kwa hivyo tuanze mapema, tusingoje. Alafu tukiingia sasa tuwe na nafasi ya kufundisha wenzetu, our neighbors, ya kwamba hii kikundi imenifaidi, nimepata miti, na wewe pia njoo ufaidike. Sisi kama Akili Group tuko tayari kufanya kazi na nyinyi wakulima wa Meru ndani ya misitu Mount Kenya project, na tunawapenda sana. Asante. Benjamin, tukimalizia mpango wa siku ya leo, kwa hizo kaunti 5 ambazo mliingia kama Akili Group, sijui kama kuna changamoto ama challenges zenye mlipatana nazo ambazo wewe kama ulisomea Meru unajua kuna challenges za Meru na unasijua vizuri na unajua mtapigana nazo mpaka muingie vizuri. Huko kwingine kuna challenges na mlipigana nazo kiaje, na kama huku Meru bado kuna challenges ambazo unaona kama mnaweza patana nazo? Challenges hazikosi. Maisha tunayoishi hayakosi changamoto hapa na pale. Lakini uzuri wa Wakenya ni kwamba sisi tuna uwezo wa kuongea. Ikiwa kutatokea jambo, wakulima wetu watuambie, na sisi tukae chini na wao tuangalie nini imetokea. Tuko na uwezo wa kupata suluhisho. Kwa sababu ikiwa jambo umeifanya miaka 26, umepitia, uko na experience. Kwa hivyo changamoto ikitokea, tuko na uwezo wa kusema hapa fanyeni hivi, ama hapa tuende hivi. Na wao wakulima pia wanatuambia, sisi hatukuji tukijua kila kitu. Wakulima pia na wao wanatuambia watu wa Kiri Group au Benjamin, sisi tunafikiria ukifanya hivi ama ukituletea hiki ama ukipitia hapa ni bora zaidi. Masikio yetu yako tayari kusikiliza. Tuko tayari kufanya kazi na wakulima. Tunapenda kuona mazingira ya kifaulu na yakiwa mazuri kulingana na mpango wa serikali, mpango wa county, serikali kuu pamoja na serikali ya county, zote
ziko na mpango wa kutengeneza mazingira. Kwa hivyo sisi tuko pale ndani kusaidiana na wakulima kufikia malengo ya kusaidia kutengeneza mazingira na vile vile kumsaidia mkulima apate kakitu. Kwa sababu hii mambo yote nimetaja, mkulima anapata kitu mfukoni. Na hiyo ndio nafikiri jambo la maana zaidi. Asante. Na kutoka hapa sasa Benjamin, after sasa hii mpango kuileta kwa Meru TV ndio watu waona hii kitu ni ukweli, kutoka hapo sasa wewe kama mtu wa field ni mikakati gani umekea mkulima kutoka hapa sasa? Kutoka hapa wale wakulima tayari tumekuwa tukitembelea vikundi vya wakulima. Na hata saa hii naongea maofisa wa kutembea kwa vikundi wanaendelea. Hata saa hii tunaongea hapa. Wale wakulima ambao wanatembea, kwa sababu nimesema hii mpango, kwa sababu ulipi pesa, lazima na wewe uwe na nia. Mkulima kwa sababu haitishi pesa, kwa hivyo na yeye lazima aonyeshe nia ya kuwa katika mpango huu. Awe ni mkulima individual, yani ako yeye peke yake, au ni mkulima katika kikundi cha wakulima. Unajua kuna vikundi ambavyo viko na shamba lao. Kuna vikundi ambavyo wako na shamba lao. Wanaweza sema hii shamba letu, wacha tufanye kazi na akili group, tupande miti. Hiyo ndio namaanisha. Na pia kuna mkulima aliye na shamba lake, naye pia angetaka kupanda miti. Hao wote ndio sababu nimepeana namba zangu zote mbili. Ili watuite. Watuambie sisi tuko na title. Sisi tuko na vitambulisho vya serikali. Kujeni tufanye kazi ya miti pamoja, na pia tupate hizo faida zingine pale ndani. Sisi tutaenda hapo, sisi tutashughulika ili malengo haya yatimizwe. Kwa hivyo hata saa hii tunaongea, kuna vikundi tayari tumeona. Jana nilikuwa na mkutano na County Social Development Officer. Amepeana orodha ya vikundi vingi sana ambavyo sasa tunawapigia simu ili na wao tuwaulize mnakutana wapi, mnakutana lini, mungependa tuje tuwanene kuhusu mambo ya hii ya miti. Lakini vile nimekuja hapa kwa Meru TV, na hii ni mwanga wa kaunti ya Meru. Sio lazima ungoje mpaka tukuje tukuulize. Chukua nafasi, piga simu, andika ujumbe mfupi, sema sisi kama wamama wa mahali fulani tuko na shamba. Sisi kama kikundi fulani tuko na shamba, au mimi ningetaka kuwa katika huo mpango. Njoo kwangu, niko tayari kujiandikisha. Sasa mimi uniwachie kazi ya kukutafuta na kuja kwako au kuja kwenyu, tuongee, tukuandikishe. Kati ya hawa 1000 uwe mmoja. Asante sana Benjamin, na muda yetu nimeona hapa masaa ni kama imebakisha dakika 5 tutoke. So mambo yako ya mwisho sasa kwa wakulima wa Meru, ukiwapea namba yako tena ndio sasa tumalize kipindi siku ya leo. Wakulima wa Meru na wakaazi wa Meru kwa ujumla, Akili Group wameleta mambo mazuri sana. Tunajua miti huuzwa. Na hatujui saa ingine ule mti umetoka wapi. Au kama ni kweli hii miti tunanunua kando ya barabara, unasimamisha gari, unanunua mti. Saa ingine hujui kama huu mti wamekwambia ni has, avocado au ni tome, mango au ni macadamia, hujui kama ni kweli. Na unaweza enda upate si kweli. Sisi tumekuja na miti ambayo tumetengeneza kwa miaka.
Wewe kama mkulima wa Meru na haswa area ya South Imenti, Egoji, Tharaka na yale majiji yanayozunguka hapo, wewe uko na nafasi nzuri sasa ya kupata miti. Tunasema unaweza panda miti kwa njia tatu. Unaweza kupanda kwa boundary, unaweza kucreate ile tunasema woodlot, ugawe kashamba useme hapa nitapanda miti. Tutakufundisha vile unatakikana kupanda miti. Sisi yetu ni kukuhimiza ya kwamba uchukue nafasi hii. Nimepeana namba zangu hapo. Tafadhali wacha tufanye kazi pamoja. Tupigie simu, tuandikie ujumbe mfupi, tuambie uko wapi. Kama ni kikundi mnakutana lini? Kama ni mkulima kibinafsi uko wapi? Namba yako ya simu ni gani? Ili na sisi tujue vile tutakufikia. Tunataka hii mpango ifaulu. Hii pesa ya carbon credit wazungu wako nayo isiende kaunti zingine bila kuja Meru. Yes. Thank you sana Benjamin. Thank you kwa kukuja kwa Meru TV na kuongea na wakulima wa Meru na wakipatana na wao huko nje sasa watakuwa strangers tena, watakuwa wamesikia hiyo mambo yote umesema, na kwa other field officers wenye wako huko nje pia sasa wakitangamana na wakulima wa Meru ndio wasisikie kama ni strangers tena. Thank you. Tutakuwa tunapatana tunaongea na kuita unaniambia progress ya maneno inaendelea Meru County. So thank you kwa kukuja na thank you kwa kufunza pia wa Meru na kuona hizo pesa za wasungu za mambo na carbon sisi potelee huko. Na muraithiri wa Meru TV unaoto gwikira gatanta mubango jo tuzo antuko ya narua na ratu kuthagirwa tugitara murimi manja konie kuthirwa ari na ni bure untuboke gunikiriwe kumba kuthirwa gitu ndani na manja agroforestry akomba kuthirwa kianda kamiti ya matunda na kinyamete ya kuagirithia riera na kienda gutigira miunda yawe ne kumba kuthirwa gitaga na mbere bura kubatere na tukugwatanirite na Benjamin Musira Mugo urane Reed Food Coordinator Kirimanja Misitu Mount Kenya Project barani Akiri Group baraba kwenda gukiria murimi wa county ya Meru gutigira urimi bwawe bore na umithio ngakondra kagita gakega ritora yako ni ukambita Ken Mureithi tukugwatanirite na Benjamin Musira Mugo.